na kusikitikia sana mwanangu. Nilikuwa nikikuonya mara kwa mara juu ya maisha yako na mke wako. Hukutaka kunielewa. Ulikuwa unajaribu kumtumia mkeo kama kirago tu. Pale unapotaka kulala ndio unatafuta kirago cha kulalia. Baada ya hapo unakitupa. Na hukijali tena mpaka upate tena usingizi ndio unatafuta kirago. Ulikuwa unafanya kosa sana. Ulivyokuwa unamdharau mkeo na unamuona hana thamani, lakini kuna watu walikuwa wanalala usiku na mchana wanajiuliza nafasi hiyo wataipata lini ya kumpata mtu kama yule. Ukuona kabisa thamani yake. Sasa leo angalia unapoteseka. Hapana baba, nasikia uchungu sana. Nasikia uchungu sana baba yangu. Baba, nampenda sana Biana na nampenda sana mwanangu Raya. Baba, sio kwamba mimi nilikuwa namfanya mke wangu kama kirago, ila majukumu ya kazi ndio alikuwa nafanya nishindwe hata kupata muda wa kukaa na mke wangu. Baba, unajua haya majukumu, kuna muda unanipa majukumu ya kwenda nje nchi, ya kwenda mkoani na sehemu mbalimbali. Muda ninayokutana na mke wangu baba yangu ni mchache sana. Baba yangu, naomba unisaidie niweze kuipata familia yangu. Naomba unisaidie niweze kumpata mtoto wangu. Naomba unisaidie niweze kumpata mke wangu. Baba yangu, usiseme majukumu. Wangapi nawapa majukumu, tena wanasafiri sehemu mbalimbali, lakini familia zao wanazijali. Isipokuwa tu wewe, kila unapokwenda mji ya mkoa, nje ya nchi, ulikuwa unaondekeza nini zaidi ya pombe na umalaya? Baba, sawa. Msaada ambao nitakupatia mimi, mtafute Dickson Black, yule kitengo cha upelelezi makao makuu, kwa sababu yule ni mwenyeji sana wa huu mji. Atakusaidia na atajua wapi mwanzie. Huo ndo msaada mkubwa kwangu. sawa baba, tafuta Dickson. Na baba yangu, naomba unisaidie. Naomba unisaidie sana. Na imani unaweza ukafanya kitu ambacho mimi kikanisaidia kuipata familia yangu. Baba yangu, maisha yangu mimi ni familia yangu. Sawa, wewe ni mwanaume, jikaze. Na mimi nitajua wapi nitaanzia. Sawa, unaweza kwenda. Nimekuita hapa, kuna kazi nataka nikupe. Kutokana na uweledi wako, sina mashaka na wewe. Najua utaifanya kwa 100%. Nataka umfuatilie mjukuu wangu
pamoja na mkwe wangu, uniletee taarifa, anaishi wapi, anafanya nini, na nimpate akiwa yuko salama kabisa. Na jingine, uhakikishe unaangalia usalama wa mwanangu Giza. Sawa? Sawa, mimi labda niombe unisaidie kitu. Mimi hiyo sina budi na nimepokea, ila nilihitaji kujua katika hii mission nitakuwa na nani labda ambaye ananisaidia. Utaifanya peke yako bila kushirikiana na mtu yoyote, kwa sababu unaamini utendaji kazi wako, na vile vile iwe siri. Hapaswi mtu mwingine yote kufahamu nini ambacho unachokifanya. Njia ya kufanya kazi yako siwezi kukufundisha. Wewe ni mzoefu, wewe ni mkongwe. Sawa, na nikuhakikishie kwamba nitaifanya hii kazi, ila nikopo nahitaji kitu kimoja, kutokana kwamba ni muda mrefu sasa hivi na kuijua taswira ya mwanao na watoto hao wanakuwa kidogo, inaweza kanipa shida. Jambo zuri na jambo la msingi, kama itakupendeza, ningepata alau picha halisi ya mwanao kwa sasa alivyo. Nadhani sasa kupitia yeye ndio naweza nikapata taarifa za huyo mjukuu wako unayemhitaji. Sawa. Kupitia hii picha kama unavyoiona, wamepiga kifamilia, kwa hiyo utamfahamu hapa, na vile vile nitakutumia kwa njia ya WhatsApp ili uwe nayo. Sawa. Sawa. Hilo ndio jambo zuri. Sasa mimi nishukuru na nikuahidi jambo hili nitaanza kulitekeleza kuanzia kesho kutwa. Nipokea maagizo. Kwa hiyo nikuombe sasa kwa nafasi yako na kwa ruhusa yako niingie katika majukumu mengine kwa kipindi hiki. Sawa, ila zingatia. Nimeelewa. Nilidhani wakiwa mbali na mimi wanaweza kujua thamani yangu, lakini kumbe ndio ilikuwa sababu ya kuweza kuwapoteza kabisa. Lakini kaka, hauwezi kuwapata kwa kuulizia kila mtu njiani. Sasa nifanyeje? Nimekata tamaa ya kutumia mfumo rasmi. Nimevaa kiraia, lakini bado najihisi niko kazini. Tumia akili ya ziada. Unajua mwanamke akihamia sehemu mpya, siku zote kuna maeneo uoga anatembelea kila siku. Nitajie maeneo 5. Eneo la kwanza kabisa ni sokoni. Eneo la pili, duka la karibu. Eneo la tatu, kliniki au dispensary. Eneo la 4, shule au chekechea iliyokuwa jirani. Na eneo la mwisho ni bombani, kuteka maji au kuagiza maji. Maji.
Hapo ndipo kila nyumba zinaweza kukutana. Sasa fikiria, muuza maji ni mtu ambaye anatambulika na kujulikana kila sehemu, kwa sababu ana uwezo wa kufika kila kaya na bila kuulizwa chochote. Mimi naweza kufiti kwenye maji? Kwa ajili ya familia yako unatakiwa uvae uniform ambazo zitakuwa wewe zinakutambulisha kama muuza maji. Nahitaji sehemu ya kuanzia, lakini siwezi kuendelea kukaa guest kila siku. Dada yangu yupo mtaa wa pili, nitakuconnect naye. Utajifanya unatafuta kazi, lakini mwisho wa siku ataelewa tu. Jackson, kila askari huvaa sare kulingana na vita yake. Sasa mimi vita yangu itaanzia kwenye kusukuma toroli la maji. Mission ya Sentinel.